Naitwa Leticia Dominic, ni mwanafunzi wa chuo. Ningeomba unipe muda kidogo na utege sikio lako muda mchache sana, kwani leo nimeweza kukuletea story nzuri na tofauti ambapo utaweza kujifunza mambo mengi na utaweza kuelewa zaidi kuhusu mahusiano. Story yangu ambayo nimekuletea leo ina sehemu 8, lakini kwa leo nitaweza kupenda usikilize sehemu ya kwanza. Na story yetu inaitwa Kivuli cha Moyo, ambapo tutaanza na sehemu ya kwanza inaitwa Mwanzo wa Penzi la Kweli. Story yetu inahusu binti wa chuo ambaye anafahamika kwa jina la Amina. Amina bwana alikuwa ni msichana wa kawaida sana, mwenye ndoto kubwa katika masomo na hata katika mahusiano, kwani alitamani ampate mwenza ambaye wengine husema boyfriend mwema na wakufana naye katika maisha yake, kama alivyokuwa akiwaona wenzake wakifurahi ndani ya mahusiano yao. Hakuna ajuaye siri tamu ya kudumisha mahusiano kwa amani, sababu iliyopelekea ndoto za walio wengi kupotea na kushindwa kutimiza ndoto zao na malengo yao katika mahusiano yao. Ni binti ambaye alikuwa amekata tamaa sana ya mapenzi licha ya kuwa na ndoto kubwa ya kupata mahusiano mema, yaani penzi la kudumu na la furaha. Na usingeweza kumtambua kwa kumtazama, kwani moyo wake ndio ulikuwa na maumivu makubwa na hofu kubwa sana kuhusu mapenzi. Hakika Amina alikuwa na kivuli ndani ya moyo wake, kwani moyo wake ulikuwa umejificha nyuma ya hofu ya kuumizwa. Aliamini mapenzi ni kitu kizuri, lakini pia ni hatari. Siku moja katika maktaba ya chuo alikutana na Juma, kijana mtulivu mwenye tabasamu la kuvutia na macho yaliyojaa upole. Amina alipomtazama Juma, moyo wake ulicheza kwa kufurahi hata kabla hawajaongea, huku akijiwazia moyoni, hakika aliyopo katika mahusiano na kijana yule anaweza kuyashinda dunia, kwani katika dunia hii ukiwa na mpenzi mpole na mwenye hekima kama Juma, lazima ungeishi kwa furaha, kwani hakuna kuumizwa na kulialia vilio vya kitoto, kwani anaonekana kijana mwema sana na ambaye anajali sana. Mara ya kwanza walipoongea hakukuwa na kitu cha ajabu, lakini ndani ya Amina kitu fulani kilianza kubadilika. Walizoeana polepole, kila siku walikuwa wakikutana wakijadili maisha, ndoto, hata maumivu yao ya zamani. Juma alikuwa tofauti, hakuwa na haraka ya mapenzi, bali alijenga urafiki wa kweli. Lakini Amina alikuwa na siri, aliwahi kuumizwa vibaya na mtu aliyemwamini. Ndiyo maana kila alipohisi kumpenda Juma, moyo wake ulikuwa unajirudisha nyuma. Siku moja Juma alimwambia Amina, sipendi kukulazimisha kabisa, lakini ukweli ni kwamba nakujali zaidi ya rafiki na ninakupenda sana. Amina alinyamaza, macho yake yalijaa machozi. Naogopa Juma, si kwa sababu yako, bali kwa sababu ya moyo wangu, alijibu kwa sauti ya chini, huku akishindwa kuzuia chozi la maumivu lililokuwa likidondoka kama mvua ya mawe inaponyesha kwenye bati jipya. Hakika mapenzi yanaumiza, hata huruma yameweza kukosa, kwani tazama yanavyomuumiza mrembo huyo, mfano wa malaika aliyeshuka kutoka katika mbingu isiyokuwa na dhambi. Juma aliweza kujiwazia. Juma alitabasamu kidogo akamwambia, nitangoja, si kwa sababu sina chaguo, bali kwa sababu naamini wewe ni wa thamani. Muda ulipita, Amina alianza kuona kuwa si kila mapenzi yanaumiza, bali kuponya
hatimaye aliamua kufungua moyo wake kwa Juma. Hakika hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hata kama umetengenezwa kwa mawe, chai itaulainisha. Amina sasa hajiwezi kwa Juma, huku akiamini Juma ni mpenzi sahihi. Siku moja chini ya mti waliokuwa wakipendelea kukutana na kukaa huku akizungumza kuhusu maisha yao na ndoto zao tangu walipofahamiana ndani ya library ya chuo. Amina alimwambia Juma, niko tayari sasa, si kwa sababu ya uhakika wa kesho, bali kwa sababu nakuchagua leo. Juma alitabasamu na hapo ndipo mapenzi yao yalipoanza. Juma alifurahi sana na hakuweza kuficha hisia zake. Alimtazama Amina kwa macho ya ushawishi wa kimahaba na kumsogelea kwa upole huku akiomba wakumbatiane ili apate kumwamini Amina alichokisema. Mpenzi wa roho yangu na wa ndoto yangu, Malkia Amina, naomba kumbato lako ili niweze kuliamini jibu lako. Juma alimnong'oneza Amina kwa upole. Amina alimsogelea kwa hisia na mbali huku aibu zikitanda usoni mwake na kujaribu kujificha macho yake kwa mkono wake uliojaa urembo. Kisha akamsogelea Juma na kukumbatiana kwa upendo huku akimsisitiza kwa hisia, nakupenda Juma, usinitende kama nilivyotendwa mwanzoni. Naomba uje katika maisha yangu kuondoa kivuli kilichokuwa ndani ya moyo wangu. Juma hakumjibu kwa haraka, kwani alikuwa bado anasikiliza joto la kimahaba alilokuwa analipata ndani ya kifua cha mrembo Amina. Kimya kilitanda baada ya Amina kusema hivyo, huku Amina akisubiri jibu kutoka kwa mpenzi wake mpya Juma kwa hamu, kwani alijua litakuwa la kimahaba zaidi. Juma aliweza kujibu akitabasamu, niamini Malkia wangu, nitakupenda zaidi na hautajutia kuwa na mimi. Wewe ndiye wa ndoto zangu. Kisi za furaha zilikimbiza muda, huku kila mmoja akihitaji kwenda kukaa na mwenzake ili kuweza kukaa wote, kwani Amina alikaa mwenyewe na Juma pia. Lakini Amina aliweza kumwahidi Juma kuwa kila mmoja akapange vizuri mambo yake, kisha wataweza kupanga na kwenda kuishi wote katika chumba kimoja. Amina wangu, naomba hili lisichukue muda, kwani sitaweza kuishi bila wewe kabisa, Juma alinsisitiza, kisha wakagana kila mmoja akijawa na furaha. Tutaendelea na sehemu ya pili. Kama utapenda simulizi hii, nitaweza kukuletea sehemu ya pili.